Alright. Tunakuingilia hapa barishka basi ukipenda zaidi hadi upande wa Washington DC. Endapo tunakuja kupata hapa barishka basi mtazamaji jamaa fulani ambaye hapa barishka basi ameamua kujiangamiza. Cheki. Sasa wanapolisi wote wako wana nyuizi mpaka mashabshuta. Kuna mtu ametishia anasema kwamba na kwa lazima ataweza kujiangamiza, yani kuweza kujiangamiza. Lakini right on time kikosi cha wana homicide wakiongozwa basi na jamaa Rio Starin kwenye horror cinema jitu kwa jina Wesley Snipes wakakuingilia na partner yake kwa jina Speaking sir. Waliweza kudundari nyewezi mtazamaji basi na yani ukipenda zaidi partner wake kwa jina Speaking sir. Speaking mwenyewe ndiye huyo. Polisi wakaulizwa kwani huyu mtu anataka kitu gani? Jamaa anasema mimi nataka kujiua. Mimi nataka nikufe. Sasa kama unataka kukufa mbona unakuja kusababisha jam? Shida sio wewe kukufa, shida ni kuwa unakuja hapa kusababisha jam. Wacha hivyo, huyu mtu anafanya hapa barishka basi kazi. Ni mtu na ambaye anafanya kazi mtazamaji hapa barishka basi kazi ya maana, lakini anataka kujiangamiza. Lakini jamaa wote alidaini wacha ni bonge na huyu mtu. Jamaa amekasirika ati kwa sababu amefutwa kazi na akahamishwa. Nakwambia usijaribu kunikaribia. Unajua naweza nikajiua. Akaabua vavarai. Wewe unasema ati unakuwa na taabu. Wewe unasema ati uko na shida. Acha nikwambie nikikwambia shida zangu wewe utanihurumia. Sasa tutakuhurumia na mwana gani na wamenifanyia madharau. Wamenifuta kazi, akaabua hata mimi walinifuta na wakanihamisha. Hebu na makaratasi yangu walinifuta kazi. Na juu ya kunifuta kazi wakaninyang'anya mshahara yangu. Kumbe hii ni kumzubaisha mtazamaji. Ni kuzubaisha jamaa. Jamaa kuzuba aliwekelewa dondi. Vavarai nyo kutika wana. Utawacha ujinga wewe. Kuja kutishia watu wa tunataka kukufa. Patwa dodi. Unakuja kutishia watu unataka kudedi kitu gani? Wewe. Kama unataka kukufa hiyo ni shughuli yako. Lakini kuja kusababisha jam. Hii ni mambo ya polisi. Hii itakuwa sasa police case. Chukua hiyo na safety ilikuwa off. Na polisi wote wana shida hapo wakiwa wamesimama bure. Kumbe mtazamaji mpaka safety ya ile bunduki ilikuwa off. Elewa, risasi ili iweze kuchomoka lazima uweke safety on. Wana brother present. Ina maana basi mtazamaji ni kwenye ruti za introduction. Ni kwenye ruti za introduction ya sinema. Wesley Snipes anakuwaga mwana polisi wa kikosi cha wana homicide. Arnold Caproson akawa hapa basi mkubwa basi wa production Duita Ritro. Ikawa basi ni picha lake Duita Ritro. Wesley Snipes ndiye jamaa na Rio Starin kwenye horror cinema. Na hakika ndugu brother wapenzi watazamaji, ukitazama vizuri sasa hapa barashika basi utaona kuna watu na ambao wanajuana kimaboya. Kuna watu na ambao wako wazi hizi na wameamua kujuana kimaboya. Na ajabu ni kuwa mtazamaji wanagudhana ururu ndani ya White House. Nataka ushike vizuri sana. Wanagudhana ururu ndani ya White House. Erewa watu wameshawahi kudhana ururu. Unapata mtu amepeleka mtu hapa barishika basi kwa choo. Unapeleka mtu amepeleka mwingine hapa barishika basi pale kwa kamawe. Huku mada at 1600 ndilo taito kamili la horror cinema. Mada at 1600 ndilo taito kamili mtazamaji la horror cinema. Na tumiana mtazamaji kuna watu na ambao wanajuana kimaboya. Na nikakufahamisha wako ndani ya White House. White House, makao makuu ya President wa United States of America, inajulikana kama vile White House. Na kwa hivyo sasa mtazamaji hapa kuna kuwaga na watu tofauti. Hawa ni watu na basi wanafanya kazi ya kuosha zenye waizi. Kuna watu tofauti basi wafanya kazi tofauti na basi wanakuja kuosha design kama hiyo. Wewe naye ndiye huyu basi Nyaisenya anafanyaga kazi ya kuosha zenye waizi. Unaona? Nyaisenya anafanyaga kazi mtazamaji ya kuweza kuosha zenye waizi. Na leo hii Nyaisenya akona roho baya. Leo hii anajisikia anaona bana, leo hii lazima nipee mtu. Hii ni kitu na ambao huyu Nyaisenya ameamua. Lakini punde si punde mtazamaji akifunga, yani akioshaosha ara zenye hizi, aliona nini? Aliona damu ndani ya White House. Damu imetoka wapi? Kuchungulia akaona ni mwili wa mwanamke umetupwa ndani ya choo design kama hiyo. Mololo yaye Nyaisenya
Nyaisanya sasa mtazamaji ni kuitana. Sasa wakati aitana kikosi cha wana secret service walikuingilia hapa basi mambo mai kitu narua kitu speedy. Mwanzo hapa mtazamaji unasikia ni White House. Huku ni ndani ya White House. Makao makuu ya President wa United States of America. Ni makao makuu ya rais wa United States of America. Sasa ni speedy wa kuingilia hapa basi kuona venye ambavyo mambo ilivyo. Kagua mwanzo wamesikia hapa kuna watu na ambao wamepiga mayowe. Wana polisi wote waliweza kuitwa kikosi hapa basi wana KGB, wana special forces wote wakaitwa ara zenyewe hizi. Na kuna jamaa fulani anafanyaga kazi ya kuosha ara zenyewe hizi. Monio mwenyewe ndiye huyo anafanyaga kazi ya kuosha. Watu mimi naitagwa Monio, mnanijua. Mimi ndiye naoshaga huko. So hakuna haja ya kunionyesha mabuduki. Okay? Kile kitu hapa inaonekana iko sawa sawa bado ni kwenye ruti za introduction ya sinema. Bado ni kwenye ruti za introduction ya sinema. Na hapa mtazamaji kuna maze hapa basi kwa jina la Nina. Kuna maze kwa jina Nina Chansa. Nina Chansa mwenyewe ndiye huyo. Section 3 secured. Na umeona mtazamaji kuna pahali na ambapo kumechomoka motina. Huko director wa sinema akiwa ni Dwight Little kutuonyesha mwanzo kamili wa sinema na mwisho wa introduction. Na kumbe mtazamaji wakati huo kuna wanajeshi wa Amerika na ambao wametekwa nyara na wamekamatwa hapa basi na wanajeshi wa kuru upande wa North Korea. Nataka ushike vizuri sana. Kuna wanajeshi wa Kiamerika na ambao wamekamatwa na wanajeshi wa North Korea. Na wanasukumiwa mateso, wengine wanauawa. Sasa kumekuwa hapa basi mtazamaji na hali ya mshike. Unaona? Kuna hali ya mshike. Mwanzo sasa watu wanasema kwamba na kwa United States of America wao ndio superpower, lakini wameachilia wanajeshi wao wakatekwa nyara na kisha timu basi wanaendelea kusukumiwa mateso upande wa North Korea. Kwa hivyo kuna hali mshike mtazamaji. Kuna ile hali ya mnajifanyaga ati nyinyi ndio superpower. Mpaka President wa United States of America aliweza kuitwa. Akaulizwa itakuwaje basi wewe nchi yako ndio na basi ni superpower na wanajeshi wako wametekwa nyara basi na kainchi kama vile North Korea. Lakini punde si punde jamaa wetu akapigiwa simu mtazamaji na akafahamishwa there is a murder at 1600. Makosa. Wesley Snipes? Yeah, I got a coat and a tie. 1600 what? There is a murder at 1600. Makosa. Mtazamaji 1600 ni kodi namba hapa basi wana polisi na wanajeshi waga wanatumia kudescribe ya White House ya United States of America. Na kwa hivyo kijana wetu Wesley Snipes akiwa kama mwanajeshi ama ukipenda zaidi hapa basi mwana polisi wa kikosi wana homicide aliweza kuitwa. Aliweza kuitwa ili aweze kuanza hapa basi uchunguzi mara moja. Na mtazamaji unasikia hapa ni White House. Ni makao makuu basi ya rais wa United States of America, President Kaguta Museveni. President Nelson yani President kwa jina Jack Nell. Wakati huo President wa United States of America mtazamaji alikuwa anatambulikana kama vile Jack Nell. Na wakati jamaa wetu uliweza kufika hapa kuna mwana secret service kwa jina Stinger ni mwana secret service. Na yeye ndiye anakuwa amesimamia ulinzi wote wa White House. Mtazamaji nataka ushike. Kuna detective kwa jina Stinger na Stinger ndiye ambaye anakuwa amesimamia ulinzi wote hapa White House. Mwanzo mtazamaji kikosi wana secret service ndicho huaga kinaweka ulinzi kwa White House. Wao ndio nabo hapa basi huaga wanaweka ulinzi basi pale kwa White House. Elewa White House sio pahali ya tunaenda kupeleka at G4S. Hapana. White House mtazamaji sio pahali nasikia majamaa wengine hapa nyuma wanasema si ni watu wa G4S tuombe kazi huko. Baada kuomba kazi huko utupwe ndani ya choo. Unaenda kuomba choo yani kazi pahali kuna mdozi. Pahali hapa basi president of the most powerful country alipo. Namna gani wewe?
My best guess is she's dead maybe 3 hours. Na uchunguzi na basi mtazamaji umefanyika ni kwamba nakote hapa basi huyu manzi ameuawa kitu kama masaa 3 iliyoweza kupita. Deal with the murder weapons? Well, it's not as clean as a knife reach. It's in the jade. Na inaonekana huyu mtu aliweza kupepetwa hapa basi madondi. Aliweza kutandikwa madondi. Unaona? Aliweza kutandikwa madondi. Na maripota na ambao walikuwa gari zenye hizi wakanyaganywa. Unaona kama huyu aliweza kunyaganywa hapa basi tape yake. Kisha right on time Detective Stinger. Huyu ni Detective Stinger na ni kiongozi wa kikosi cha wana Secret Service na ambao wanawekaga ulinzi hapa mtazamaji kwa White House. Unaona? Alikuja kaabua skiza. Who invited you here? Sir, he's not cleared. He's a DC homicide cop. Well, if I'm not mistaken, Mr. Spikings, what I see over there is a homicide. But jurisdiction can go to hell. Yeah, alikuja akafahamishwa hapa basi kwanza huyu mtazamaji huyu Secret Service. Jina lake sio Stinger, jina lake ni Spikings. Unaona? Detective Spikings. Na ameitwa na huyu hapa basi advisor wa president. Huyu advisor anajulikana kama vile John Marmo. John Marmo anakuwaga advisor. Sikiza, anakuwaga advisor wa president. Elewa hiyo ndio kazi mimi nilikuwaga nafanya kitabu mtazamaji wakati Kaguta Museveni alikuwaga president wa Amerika. Sasa wakati alikuja kuwa president wa Uganda nikakataa hiyo kazi. Lakini wakati alikuwa president wa America, I was the main advisor wa president of United States of America, President Kaguta Museveni. Mimi mnasikiaga hapa, mimi ni mtu nishawahi patia president mawaidha. Nikamwambia mtu kama Bobi Wine anafaa kufika. Haya, wakati huo ndugu brother mpenzi mtazamaji tukuje kuona venye namba vya mambo ilivyo. Mwanzo jamaa wetu walikuja kumuuliza hapa basi Detective Spikings. She was killed in my city. She was killed in my house. Huku Spikings anamwambia jamaa wetu, hii yani White House mimi ndio huwaga naweka ulinzi. Kwa hivyo kila kitu na ambao unataka kufanya ardhi ni wizi, lazima uweze kuniomba usaidizi. Lazima uulize kila kitu na ambao basi unahitaji. Lakini kama mtu akamwambia I'm just doing my job. Hata hivyo kuna manze na mbebasi aliweza kuingilia hapa basi manze kwa jina Nina Chance mwenyewe ndio huyo. Nina Chance na yeye ni Secret Service. Unaona? Ni mwana Secret Service. Na mtazamaji ukisikia mtu ameitwa mwana Secret Service, huyo mtu abana majezo. Huyo mtu mtazamaji sio mtu na mbebasi unafaa kuchezea. Ni mtu na ambaye anaweza akakuchukua kuweka ndani ya sikio lake na aone kama hakuna kitu amefanya. Ni watu na ambao wanakuwa hatari kubwa, ndio kisa na maana basi wanaitwa Secret Service. Huaga wanatumika kuwekea President of United States of America kazi. Kumweza kumwekea hapa basi ulinzi. Wao ndio ambao wanamfanyia kazi ya kuweza kuweka ulinzi. Haya, na jamaa wetu akiwa hapa basi mtazamaji kama mwana polisi wa homicide, ni kazi yake achunguze yale maafa yalifanyika namna gani. Mwanzo kuna manza na ambaye alipatikana mtazamaji ndani ya White House akiwa ameuawa. Na sio kitu cha kawaida, sio jambo la kawaida mtazamaji. Ni vigumu sana kusikia kwamba na kwa mtu aliweza kuuawa akiwa ndani ya White House. Ni kitu gumu tena zaidi basi mtazamaji kwa ifanyika. Alright. Hata hivyo jamaa wetu basi alikuja akaita hapa basi huyu partner yake kwa jina Stinger ndiye partner yake, naye Spikings ndiye detective wa kikosi cha wana Secret Service. Lunch anytime. Alright. Na kwa hivyo walikuja sasa mtazamaji kufanya uchunguzi pahali na ambapo yule manzi alikuwa anapolea. Lakini jamaa wetu akauliza 10 minutes later. How do you do that? Yeah. They don't even have cool sirens like we do. Ni kwa nini vitu mingi sana na ambazo tunachunguza ziko classified? Akaambua vile unajua tunachunguza White House. Na kuna picha mingi tena zaidi zilikuwa gari zenye hizi na inaonekana zimekuwa missing. Haziyuko tena. Kuna picha mingi tena zaidi mtazamaji zilikuwa gari zenye hizi na haziyuko tena. Na wakati jamaa wote walikuwa White House, aliuliza ni watu wangapi walikuwa kwa yani ndani ya White House wakati na ambapo maafa yaliweza kufanyika. Akafahamishwa ni watu 31.
Unaona? Akafahamishwa hapa basi ni watu 31. Na hapa ndipo jamaa wetu alikuja akapata hapa basi kuna magazine na kuna address fulani. Unaona? Kunayo address fulani mtazamaji akampatia hapa basi sticker. Unaona? Akaweza kumpatia sticker design kama hiyo. Olelo yaye. Kuna ka address fulani wamepata kwa moja kati ya magazine zake yule mazina ambaye ameweza kuuawa. We list of everybody in house last night between 9 and 11. Na kwa hivyo moto aliweza kuitisha list ya wale watu wote ambao walikuwa ndani ya White House. List na ambao alipatiwa iko na watu 30 na alifahamishwa na Spy Kings walikuwa 31. There's only 30 names here. All whereabouts accounted for. Spy Kings told me that they were 31. Yeah, Spy Kings, mdozi wa kikosi wana Secret Service, alisema kulikuwa na watu 31 wakati maafa iliweza kufanyika. Na sasa list na ambao mmetupatia iko na watu 30. Je, huyu mmoja na ambaye ni invisible ni nani? Maanza kamwambia hii ni classified. Classified. Check that. Mtajua sisi ni wana homicide. Nyinyi ni wana Secret Service, lakini mtajua sisi ni wana homicide. Mwanzo tutafanya uchunguzi na tutajua ni nani huyo na ambaye aliweza kumwangamiza. Ni nani huyo na ambaye basi aliweza kumwangamiza? Yule manzi. Enewa mtazamaji, ni kitu gumu tena zaidi kusikia kwamba na kwa mtu aliuawa ndani ya White House. Ni kitu gumu tena zaidi. Hata hivyo aliweza kupatiwa hapa basi huyu manze kwa jina Nina Chance waweze kufanya kazi na yeye, aweze kumsaidia hapa basi jamaa wetu kwa uchunguzi wake. Wesley Snipes anahitaji basi kuweza kupatiwa msaidizi, na kwa hivyo aliweza kupatiwa huyu manze basi kwa jina Nina Chance. Nina Chance ni mwana Secret Service, na kabla hajajiunga na kikosi cha wana Secret Service alikuwaga hapa basi mtu na ambaye ni sharp shooter. Na sababu kubwa ya kupatiwa kazi kwa kikosi wana Secret Service ni kwa sababu katika mashindano basi ya ulengaji wa shabaha yeye ndiye alikuwaga champion. Unaona? Yeye ndiye alikuwaga champion. Huyu manze kwa jina Nina Chance alikuwaga champion wa ulengaji wa shabaha. Na ndio kisa na maana akapatiwa kazi kwa kikosi wana Secret Service. Na juu ya hivyo akapelekwa White House. Interstate Commerce Commission. Yeah. We're going to park around here. Alright. Jamaa wetu amekuja kumwonyesha hapa basi manzi pahali na ambapo yeye huaga anapolea. Amekuja kumwonyesha manzi pahali huaga anapolea. Wakapata radredi. Hai fuana yo. Fumimi funaurisa ko fuwewe. Fupona fuwewe funaripeko funyumba. Na funyumba funyewe fuwewe hafuishi futani fuwafura funyumba. Nemana zushati kwa sababu jamaa wetu huaga analipa nyumba na hakaagi ndani ya ile nyumba. Unaona? Ati jamaa wetu waga analipa nyumba lakini hakai ndani ya ile nyumba, yani yeye ni mtu hapa basi wa masafa marefu. Alright. Lakini hata hivyo alikuja kumonyesha hapa basi manzi wetu Nina Chance pahali yeye huaga anapolea. Akaulizwa, kwani hii nyumba yako ni nyumba ya ajabu? Akaambia hii ni nyumba ya mwana homicide. Na mimi nikiwa kama mwana homicide venye unatembea kwa mtu unapata ati kuna viti, kuna sofa set, kuna meza, sijui ati kuna nini. Mimi kwangu kunaga hizo vitu. Mimi niliona badala ya kutengeneza vitu kama hizo, wacha nitengeneze huu mtaa wa Washington DC. Kabu unaona hapa? Mwanzo namuuliza sana ya kazi gani, akamwambia I am a homicide police officer. Amazing, huh? How did you... Muhammad. Sasa hii unatengeneza namna gani? Hii inatengenezwa na watu kama mimi. Ni vigumu sana kupata mtu anaweza kutengeneza hii kitu. Kai, na sasa nikuuliza unatengeneza ukiwa peke yako? Si ndio. Mimi nakaga nikiwa peke yangu. In fact naishi nikiwa peke yangu. So, in fact wewe tu ndiye mtu wa kwanza, binadamu wa kwanza kuwahi kuingia hapa. Na acha tu binadamu. Binadamu wa hii muhirika ya sera. Kwa hivyo kuja ingia demu mwingine. Akiwa ametoka wapi? Mimi ni mtu anakuwaga ameokoka, unaona? Mimi ni mtu anakuwaga ameokoka. Na mimi ni mtu ambaye anakuwaga na mambo zake. Mambo zake ameziweka tu chini ya maji. Kweli watu waliokoka. Kama wewe umeokoka, kweli watu waliokoka. Alright. Haya, na kisha sasa mtazamaji jamaa wetu wakaweza kutomoka hapa basi na yule maze kwa jina Nina Chance. Nina Chance nimesha kufahamisha ni mwana Secret Service. Unaona? Huyu maze mtazamaji ni mwana Secret Service. Huku nako jamaa wetu basi ni mwana polisi wa kikosi cha wana homicide. Unaona? Ni mwana polisi wa kikosi cha wana homicide. Lakini hata hivyo
kuna kitu na ambacho jamaa wetu aliweza kuletewa hapa basi na yule partner yake kwa jina Stinker. Akaambia unajua ni aje? Kuna ripoti na ambazo tumepata. Huyu manze basi na ambaye aliuawa. Manze mwenye namba bishi aliweza kumalizwa. Ni manze namba yanaonekana hapa basi yeye alikuwaga ameamua kuenda kuanza maisha yake pahali kwingine tofauti. Kwa nini? Hapa anaonekana ndani ya meli. Na kisha timaye wakapata ticket na ambazo manze alikuwa amenunua. Na mtazamaji ukienda hapa basi ukienda ati safari uwaga unalipa ticket ya kwenda na kurudi. Lakini manze alikuwa amenunua ticket ya kwenda peke yake. Ikiwa na maana ni kama alikuwa hapa basi anataka kwenda kuanza maisha sehemu zingine tofauti. Ya, ni kama alikuwa anataka kwenda kuanza maisha sehemu zingine tofauti. Kwa nini? Ni kwa nini? Haya. Kisha tumesasa mtazamaji ni wakati ule mwili unakuja kufanyiwa postmortem. Traces of lubricant in the vaginal tract and under the fingernails. Lakini kulingana na venye ambavyo hapa basi mtazamaji uchunguzi na ambao uliweza kufanyika ni kwamba na kwetu huyu mwanze alitadikwa madodi. Na mkono wenye ulitumika kutadika huyu mwanze madodi mpaka akadedi ni mkono wa kushoto. Na inaonekana mwenye aliweza kufanya kile kitendo ni mtu na ambaye ameshtunya, yani ni mtu na ambaye amejaza. Mwanzo alimtadika kama haribu mpaka skari ya kichwa. Kifua, mifupa zimeshikana, zimevunja zikashikana. Ikiwa na maana mwenye aliweza kumwangamiza huyu manzi ni mtu na ambaye ni jitu. Unaona? Ni kijitu yani. Na umtazame vizuri sana mtazamaji huyo Detective Spikings wa kikosi cha wana Secret Service. Unaona? Umtazame vizuri tena zaidi. Na wakati huo mtazamaji ni wakati hapa basi sasa watu wanaanza kuripoti hapa basi yule manzi alikuwa anafanya kazi na President of United States of America. Ni manzi na ambaye alikuwa anafanya kazi kwa yani kwa White House. Unaona? Ni manzi mmoja alikuwa amepatiwa kazi mtazamaji ndani ya White House. Sasa itakuwaje president anawachilia wafanyakazi wake wakufe? Leo maripoti mtazamaji huaga wana raise maswali zingine fani. Na kikosi cha wana Secret Service kikatoa picha ya jamaa fulani ambaye anafanya kazi White House ya kuosha. Huyu ndiye ambaye wanasema ni suspect. Kwa nini? Mwanzo wakati mmoja anaonekana akimkujia hapa basi yule manzi mwenye namba aliweza kuuawa. Sikiza. Wana Secret Service wanadai kwamba na kweti suspect wa kwanza ni jamaa fulani anafanya kazi White House ya kuosha. Mwanzo kwa ile video huyu jamaa anaonekana akijaribu kumshika manze cha nguvu. Unaona? Ati anakuja kwake manze anamdaradara huku wanaletana juu na manze. Unaona? Wanaletana juu design kama hiyo na manze. Na kwa hivyo kikosi cha wana Secret Service kikadai kwamba na kwati huyu mtu lazima ndiye anaweza kuhusika. Lakini jamaa wote wafahamisha namna gani? If that what you got, then you got nothing. Akafahamishwa waacha hivyo. Hii button tumeipata pahali na ambapo manzi aliuawa. Na inaaminika ni yake Munio. Munio alikuwa anafanya kazi ya kuosha hapa White House. Na imepatikana pahali na ambapo manzi, yani mwili wa manzi uliweza kupatikana. So, huenda Munio ndiye na ambaye alimwangamiza manzi kwa sababu manzi alimnyima. Unajua siku hizi venye wanaume wamevuta bangi. Lakini mtazamaji utaona hapa basi huyu manzi wetu nina chance alikuja kuuliza huyu agent. Wewe. Hiyo button. That button was labeled as being found in the dining room. Yeah, ilipatikana kwa dining room. Itakuwaje tena mumegeuza? Tena mkasema kwamba na koti ilipatikana pahali na ambapo manzi aliuawa. Unajua hii ni mambo ya serikali. Hii ni mambo ya serikali kubwa. Si mambo ya kuanza kusema ati hiyo ilipatikana wapi? Serikali ikisema ilipatikana ndani ya huyo mtu ni suspect na inakamatwa mara moja. Maskini wa Mungu Munio alikamatwa. Aliletwa hapa basi bio. Sasa Munio na shida leo nikimwajulia. Mnaniuliza nini babarai? Ni nini mnaniuliza? Lakini Munio ndipo alikuja kuhojiwa hapa bishi na jamaa wetu Wesley Snipes. Wesley Snipes ni mwanapolisi wa kikosi cha wana homicide. Kamuuliza Munio.
Mshawahi kuwa na uhusiano na yule manzi na habari wawa? Mshawahi kuwa na uhusiano? Kama waza tu nilikuwa nakaona tunaona venye kameubwa vizuri. Naona ni kama zikarembo. Kwa hiyo nilikuwa naona ni chakula tuzuri. Kati yake ile ile toega kau. Akaulizwa na sasa, ushawahi mkaribia? Listen to me. Lakini jamaa alimwambia, sikiza. Strictly hands off. Manzi alikuwa mstrict. Yani ukijaribu kumguza anakuambia hands off. What's the word? Na wakati wote akitoka job alikuwa anapatiwa push ama anazidikishwa na wana secret service. Wana secret service ndio na ambao walikuwa wanampatia hapa barishika basi lift. Ndio na ambao walikuwa wanambeba. Na ukijaribu kumguza manzi alikuwa anakuambia hands off me. Yani wacha kuniguza, wacha kunidaradara, mimi ni mtu wa wenyewe. Na mfanyakazi wa kawaida itakuwaje anapatiwa lift na anabebwa na kikosi cha wana secret service? Jamaa wetu akacheki akaona never. Hauwezi kuwa tunafanya mtazamaji kazi White House. Ati kazi yako ni kuosha, alafu unabebwa na kikosi cha wana secret service. Wana secret service wanafaa kuwekea president na familia yake ulinzi. Sasa jamaa wetu akaanza kushindwa. Itakuwaje huyo manzi alikuwa anabebwa na wana secret service? Kwa nini? Ni kwa nini abebwa na wana secret service? Mimi najua vizuri sana wana secret service wanafaa kumwekea president of United States of America ulinzi yeye na familia yake. Waitlow revisited and he wants to negotiate. Give me a break. Na mtazamaji tuliona hapa basi kuna hali ya mshike. Mwanzo kuna vita na ambayo imeanza kunuka. Mwanzo wanajeshi 13 basi wa Amerika wametekwa nyara na wanajeshi wa kule upande wa North Korea. Unaona? Kuna wanajeshi wa 13 mtazamaji wa Kiamerika na ambao wametekwa nyara na wanajeshi kutoka upande wa North Korea. Na sasa vikosi vya kiwanajeshi hapa United States of America kinadai kwamba na basi watume wana special forces waende waokoe wanajeshi wao. Lakini president amekataa, anadai kwamba na anataka kunegotiate. Na jamaa wetu alikuja akaona tu vitu vyake tumeanguka. Kutazama hapa, akaona hapa kuna nati. Kuna bolt yani. Kuna kaskuru fulani kwa arzi hizi. Kutazama upande wa juu, akaona hapana. Hapa kulikuwaga na mtu. Na hapa basi mtazamaji ni nyakati za usiku. Nyakati ni za usiku shasha. Nyakati ni za usiku na jamaa wetu wamesense kwamba na kweti arrows hizi kulikuwaga na mtu. Kijana wetu Wesley Snipes akatazama na akaona ni kweli hapa kuna mtu na basi anatabaa. Mwanzo nyayo zinaonekana. Unaona? Kunaonekana kuna mtu na basi amepita arrows hizi huku bishi viatu zake basi zinawacha matone ya matope. Jamaa wetu Wesley Snipes, mambo mdogo. Utasema wewe ni nani umekuja kwangu? Okay. Uchomoke na uweke mikono yako hapa basi na silaha juu. Lakini gaidi mtazamaji alichomoka kwa dirisha. Maskini wa Mungu jamaa wetu alipitwa na yeye. Cheki. Chunga sana Wesley Snipes. Mwanzo gaidi ako kwa dirisha. Punde. Ikawa sasa tena ni kitanzi. Wesley Snipes amevamiwa. Jamaa wetu Wesley Snipes amevamiwa na jitu. Toka. Wala la. Nikitanzo sasa. Gaidi huyo akaamua kuepa. Lakini Wesley Snipes alicheke kaona never. Huwezi ukakuja kwangu na kisha time sasa ati unataka kutoroka never ever. Wako hii hapana. Siwezi nikakubali uhepe design kama hiyo. Lazima Vavarai lazima uniambie uko unafanya nini kwangu. Lazima utaniambia ulikuwaga unafanya nini kwa maskani yangu. Lakini kile kimoto ni kijitu. Na bado zikiwa ni nyakati za usiku. Zikiwa ni zile nyakati za usiku shosha. Jamaa wetu Wesley Snipes bunduki mkononi. Mambo mdogo. Mambo mosa. Jamaa wetu Wesley Snipes mambo mdogo. Gaidi alikuja kayapia pale kama hapa. Fasa jamaa wetu chukua maposition. Asante sana. Wesley Snipes anakuchukulia maposition vilivyo. Acheki manino. Na huku mtazamaji basi zikiwa ni zile nyakati za usiku na huku bishi kunanyesha. Lakini kumbe gaidi kuingia pale kama hapa alipata nafasi ya kutoweka.
Yule gaidi mwenye alikuwa kwa territory zake Wesley Snipes alipata nafasi ya kutoweka. Shit man. Hii mtu mnaona mimi mnafanana na giza. Alafu mtu mwenyewe mnakuja kwangu mnaanza kuleta ujinga. Hii mtu mnafaa kungolewa matumbo. Haya, hatimaye aliweza kuita wanapolisi na uchunguzi ukaanza kufanywa. Na ndipo alikuja kupata kumbe magaidi walikuwa wameweka mitambo ya mawasiliano Ars Nyamwezi. Unaona? Magaidi walikuwa wamekuja kuweka mitambo ya mawasiliano Ars Nyamwezi. Son of a bitch. So Stinga anauliza, who the hell was that? the government. Sasa jamaa wote wenyewe alikuja kubonga na mdozi wake. They brought you in on this for the same reason they brought the doctors in Dallas to work on Kennedy 2 hours after he was killed. They had to be seen to be going the extra mile so that nobody could say they could have done more. Well, you never would have let me hold Lucchese on what they have. You know that. Na wakati jamaa wetu alikuja kubonga na mdozi wake alimwambia sikiza. Go back and... Mdozi alimwambia jamaa wetu sikiza. Itabidi ujichunge na ujichunge tena zaidi. Na zaidi unafaa kujiuliza ni kwa nini wewe Dinambo uliweza kupatiwa hii kesi. Ujua unadili na kikosi cha wana secret service. Wana secret service wao wenyewe wanakuwaga na siri kubwa. Ndipo jamaa wetu alianza kufikiria. Manze mwenye aliuawa alikuwa amebook ticket ya kwenda. Inaaminika huyu manze alikuwa anapatiwa hapa basi lift na wana secret service. Alikuwa anapatiwa lift na wana secret service. Ndipo jamaa wetu ulitazama hapa ruti kando, akaona kuna mtu fulani amepigwa picha lakini imekatwa. Unaona? Akaona kuna mtu fulani amepigwa picha na ile picha mtazamaji imekatwa. Akaamua kuchukua hapa basi negative. Picha inaweza kuwa imekatwa lakini negative bado haijakatwa. Bas, ndio hiyo shasha. Wakakuja wakaiscan. Na wakati aliscan, wakaona huyu ni mwana secret service. He's Secret Service. The secret service. Oye, nataka unitolee hiyo kopi. Huyu mtu juu inaonekana hapa basi walikuwa pamoja na manzi wetu. Huyu atasema ni nani alimwangamiza manzi. Na unaona sasa mtazamaji, maripota wako Ars Nyamwezi basi wanamuuliza jamaa wetu maswali. Itakuwaje basi mtu ameuawa na wewe mwenyewe basi uko Ars Nyamwezi? Kumbe leo hii naye Mr. President alikuwa amekuja kumleta mke wake basi kwa pati kama hii, na Ars Nyamwezi kumejaa kikosi cha wana secret service. Wana secret service wamejaa Ars Nyamwezi. Haya, na jamaa wetu alikuja Ars Nyamwezi kisha akaanza kubonga na mzee kama huyu. Hey, mzee. Wewe lazima wewe ndio speaker. Don't you, speaker about... wewe ndio speaker, wewe ndio utakuja kusoma hotuba. Ndio, mimi ndio nasomaga muktasari wa hotuba na muktasari wa habari. Naitagwa Leonard Mabobotera. Je, huu ni uguana? Na manzi wetu hapa basi mtazamaji, nina chance akamuona jamaa wetu. Unaona? Nina chance akamuona kijana wetu. Na kwa hivyo ikabidi sasa hapa basi manzi wetu akuja kumbonga. Na jamaa wetu na kijana wetu Wesley Snipes. The detective says he's needed elsewhere. Yeah, detective ameitwa pale kwingine, kwa hivyo tafadhali wewe speaker ndio ukafanya kazi yako ya kuongea. Mimi nafanyaga kazi ya kuongea. Sasa manzi alikuja kumuuliza, what the hell are you doing here? Task force is closed. We have a suspect. Akaabua tumeshamkamata Muniu, the suspect. Na kesi imesemekana imefungwa. Akauliza huyu ni nani? Mnasema kesi imefungwa. Nyinyi ndio mmefunga kesi. Yaani ndio na mimi mmefunga hiyo kesi. Mimi ndiye na ambaye niko in charge. Nataka uniambie huyu ni nani? Na akamuona hapa basi Spiking. Punde si punde akamuona yule hapa basi mwana secret service. That's the guy. Ndio huyo. I can't tell you that. Hawezi kaniambia jina yake, haina shida. Wacha niende nikamuulize anaitagwa nani. Sasa kama wewe unajua president, wewe unajua president ako hapa, huwezi kuja kutoa fujo hapa. Okay, anaitwa nani? Who's assigned to? Anawekeaga nani ulinzi? Mwanzo kila mwana secret service kuna mtu na ambaye basi anakuaga ameasainiwa kwake. Akafahamishwa huyu jamaa huaga anawekea mtoto wa president. Huyu sasa. Huyu kijana wa president kwa jina Kel. Kel ni mtoto wa Mr. President.
na ndiye ambaye huwaga anawekewa ulinzi na yule mwana secret service mwenye na ambaye ako kwa picha ya manze mwenye yani mwenye na babisha aliweza kuuawa. Haya, na first lady mwenye wedio huyo. Basi mtazamaji, hali zenyewe hizi basi kulikuwa hapa basi kama sina nini, kulikuwa na mkutano. If the bodyguard was there, that means that Carl was on that boat as well. Yeah, akaambiwa sikiza. Huyu bodyguard alikuwa hapo. Detective wake Carl alikuwa pahali na ambapo yule manzi alikuwa. Na kwa hivyo huenda huyu mtoto wa president alihusika. Manzi akaitwa. Hebu kuja hapa haraka. Mnasema nini na hiyo polisi? Wewe ni secret service, unakuja hapa kushinda hapo ukikatiwa na hiyo. The media finds out. Pakaabua sikiza. Was banging her an hour before she died. So it's a I've got to go. Nice dress. Nice dress. Unakaa vizuri sana ndani hiyo dress. Wewe, unajua hii kesi imefungwa. Detective Regis has got a mistake. What if he initiates contact, sir? Then I want. Unajua hii kesi imefungwa. Na kwa hivyo hatutaki kuona mkibonga na hawa wana homicide. Wana homicide ni watu na ambao wanachunguza mpaka ile mafi mtu anakunia. Sisi wana secret service tumesema kesi imefungwa na suspect amekamatwa. Suspect ni Munio. Lakini kuna kitu moja jamaa wetu amejua. Bodyguard wa mtoto wake president walikuwa pamoja na yule maze mwenye na ambaye aliuawa. Na kwa hivyo huenda juu inaonekana yule maze kabla ya kuuawa aliweza kufanya mapenzi. Huenda walikuwaga na uhusiano na mtoto wake president. Hata hivyo kijana wake president wewe anakujaga kujibamba mtazamaji kwa virabu design kama hiyo. Na anakuwaga ni mtu muhanyahanyi. Kumbuka ni mtoto wa president of United States of America. Kia ni mtoto wake president. Wewe akona mamanze basi chungu nzima huyo jamaa bana machizo. Chapa kwake sio shida, yeye chapako nazo. Kwa hivyo sasa kitu namba basi anaona ni vizuri eti ni kuweza kujibamba. Ni kuweza kujibamba. Na yule bodyguard anakuwa hapa basi na yeye bumper to bumper. Punde si punde kulichomoka hapa basi girlfriend mwingine wake Keal. Kulichomoka girlfriend mwingine wake Keal, lakini alionywa na wana secret service. Wewe leo boyfriend yako ako na mtu mwingine na lazima amgudhi ororo. That is an order. Kai, yani nasema boyfriend yako lazima ako na mtu mwingine. Kwani hizi order nazo zinakuwa namna gani? Sasa jamaa wetu akacheki akaona bas. Nimeona hapa uko na girlfriend mwingine hii. Bas, alikuja akamwambia, "Hey, you deserve revenge." Excuse me. Ati nini? You should get revenge. Yeah, unahitaji kufanya revenge. Huyo mtu amekufanyia madharau. Na nani amekuuliza? Ni mimi tu nimekaa hivi nikaona unahitaji kuwa na kufanya revenge. Unajua ni mtoto wa president. Mimi najua vizuri sana. Lakini mimi mwenyewe ni mweusi. Na kama hii mtu amechukua demu mwingine, hata wewe unafaa kuwa na mwanaume. Kai, unataka kumaanisha nini? Nataka kumaanisha mimi niko single. Na juu boyfriend yako leo ako committed kwa mtu mwingine basi hata mimi naweza nikakuvyura. Wewe, abana machezo. Jamaa wetu anamwambia tit for tat. Sasa kale kamanzi kakamuelezea kijana wetu Wesley Snipes kila kitu na ambao alikuwa anahitaji kujua. Na kwa hivyo akampigia Stinger. Akamwambia sikiza Stinger. About sharing a mistress with his father. Huenda manzi mwenye na ambaye aliuawa na mtoto wa president. Aliuawa na kijana wake president, Keal. Huenda ni Keal aliweza kumwangamiza. Mwanzo kabla yule manzi ya kufe, alionekana vizuri sana mtazamaji alikuwa amegudhi ururu. Na mtoto na ambaye akona uwezo wa kugudha mtu ururu ndani ya White House ni either president ama mtoto wake. Juu hata bodyguard aweze kujaribu kufanya kitu kama hicho. Na kwa hivyo jamaa wetu Wesley Snipes akajua hapa kuna kitu fiche. Na akatazama akaona hapa kuna dinga mtazamaji na ambabasi linamfuata. Unaona? Akaona hapa kuna dinga na ambalo linamfuata. Mnakuja kunifuata mimi mnanifuata bas. Wacha hata mimi niwafuate muone mimi ni kemoda. Akawasha bangi kisha akaamua kuwafuata. Wale wazee wakashindwa kale goma. Jamaa wote wanataka kuona huyu ni nani. Anataka kuona hawa watu na ambao wanamfuata ni akina nani. Cheki anachungulia aone ni akina nani. Nyinyi mlia huu. Nyinyi ni akina nani. Lakini dinga likachomoka stari kama hiyo. Kuna watu na ambao wamekuwa kimfuata kijana wetu Wesley Snipes.
naye anaona dinga nao, badala atoroke anawafuata bio. Yaani mtazamaji, kuna wanaume wengine wanakuaga vimoda, kuna wanaume wengine wanakuaga kemoda. Unaona mtu anakufuata, badala utoroke ati wewe ukipigaga duru unamfuata bio. Sasa alikuingia kwa territory zake Nina Chance, yule mwana secret service. What, but you want to see my badge? Unataka nikuonyeshe badge? Why did you come here? Umekujia nini? Nataka kujua story ya hii. Nimeona wewe mwenyewe ulikuwa bodyguard wa kijanake president wa America. Yes, sir. Wewe ulikuwa bodyguard wa kijanake president of America. Sasa nataka kujua itakuwaje uliwacha kumwekea hapa basi mtoto wake president ulinzi. Iliendaje? I must have looked at 18 months of pictures of this guy. And you know what I found? I found that you were in over half of them. Mlikuwa naye akichomoka upande wa Brazil. Until when? I have nothing more to discuss with you about this. The case is closed. Agent Chance, when did they remove you from Kyle's detail? Akaulizwa bona ulitolewa kumwekea Kyle ulinzi. Home again. Sasa nimwambia unajua unaongea kuhusu mtoto wa president. Ndio najua. Na sasa unakuja hapa unataka nikufe. Have a duty to protect. Your duty could send an innocent man to prison for the rest of... Akaabua Munio amekamatwa. Munio atawekwa gerezani maishani yake yote. Juu ya kitu na ambao hakufanya. Ametoka wewe mimi sitaki mambo mingi. Unajua sasa hii ni kama kushindana na ndovu kukunia. Hapana, mimi nataka kujua ukweli. Ni kwa nini ulitolewa kumwekea mtoto wake president ulinzi? Wakati wa zamani wewe ndio ulikuwa bodyguard wake. Lakini maza nimwambia I was not removed. Si kutolewa, nilitolewa, ni mimi nilidai hapa basi sitaki kuendelea kumwekea ulinzi. Kwa nini? Maza akaamua kumwelezea. Akamwambia ni kweli nilikuwa namwekea Kiara ulinzi. Why did they remove you from Kyle's detail? They didn't remove me. Yeah, they did not remove me. Ni mimi nilisema nitolewe hapo. Mwanzo, wakati moja I heard sounds. Nilisikia makelele. Manze akitadikwa. From his apartment. Nikapata Kiara. So I went in. Akitadika girlfriend yake. And I found him beating up his girlfriend. Yeah, alikuwa anatadika girlfriend wake. Na sisi juu ni wana secret service. Tukaficha hiyo kitu. And we covered it up. Yeah, tukaficha hiyo maneno na ikaisha hivyo. Mwanza akajaribu kwenda kwa Tomasio, akaambiwa hakuna kitu kama hiyo. Mtoto wa president hajawahi funzwa kupiga mtu. So tukaficha hiyo kitu. Na hicho kitu kiliishi kuniuma. Kiliishi kuniuma. Nikiimagine kwamba na kwa Timanza alitadikwa na haki haikutendeka. But I do know one thing. I could not let an innocent man fry for something he did not do. Na jamaa alimwambia sikiza. Wewe ni mwana secret service, mimi ni mwana homicide police. Na kama kuna kitu na ambacho sitakubali ni kuona mtu innocent akifungwa kitu na ambao hakufanya. Sitakubali kuona Munio akifungwa kitu na ambao hakufanya. Juu wana secret service mnasema kwamba na kwa Munio ndiye na ambaye aliweza kuangamiza nani? Aliweza kuangamiza hapa basi yule manzi. Sasa nao watu wameanza kugoma, wachani kutudanganya. Munio hata hizi hajawahi kuuza, alafu mnasema ndiye ameua mtu. Ni olimo. Watu wanagoma wanasema ni olimo mani. Hii ni ujinga ina gani mnatufanyisha? Badala mkamate muuaji mnakamata Munio. Yaani mtazamaji, watu wamejitokeza wanasema ni olimo mani. Ni ujinga jo. Unazaje shika mtu kama huyu alafu mnakuja kutuambia ati ndiye na ambaye ameua. Wakati huo kumbe mtazamaji, manzo wetu Nina Chance na yeye alicheki akaona yenyewe Munio atafugwa kitu na ambao hakufanya. Na kwa hivyo akaamua kuiba evidence ya kuonyesha na kwamba na kwa Munio ako innocent. Unaona? Aliamua kuja kuiba hapa basi mtazamaji evidence ya kuonyesha na kwamba na kwa Munio ako innocent. Na kwa hivyo alikuja pahali na ambapo huaga wanaweka evidence zote design kama hiyo. Manzi wetu hapa basi Nina Chance. Nina Chance ni mwana secret service. Huyu manzi basi mtazamaji hapa basi ni komando wa kikosi cha wana secret service. Alright.
akakuingilia pahali na ambapo ushahidi wote huwaga unawekwa. Hutu tu box mtazamaji, unaona tumejaa zinyo hizi, tumekubebea evidence ya kesi tofauti tofauti. Na kwa hivyo manzo wetu hapa barishika basi Nina Chance aliamua kuja kutafuta ushahidi na ambao utaonyeshana vizuri tena zaidi ni akina nani na ambao walihusika. Mwanzo ule ushahidi mtazamaji umefichwa ara zenyewe hizi, na manzo wetu Nina Chance anajua hivyo. Na kwa hivyo alicheki akaona hata kubali basi Munio afungwe kitu na ambao basi hajafanya. Ai, huna akashidwa, bona huyu mtu amekaa star kama hiyo. Faster manzo akaamua kuchukua vitu na ambazo basi ni za muhimu. Unaona? Akaamua kuiba vitu na ambazo hapa barishika basi ni za muhimu. Manzi wetu Nina Chance. Na uchunge sana kupatikana wewe manzi. Mwanzo ukipatikana hapa barishika basi manzi itakuwa ni noma tena zaidi. Ukipatikana manzi itakuwa hapa bishi ni noma tena zaidi. Wewe Nina Chance itabidi ujichunge tena zaidi. Uchunge sana wewe manzi wetu basi kuweza kupatikana. Manzi wetu Nina Chance. Speedy. Hello? Any problem? Bono umekaa hivyo? Ni panya. Hai, panya wapi? Panya, unajua panya inakuweka panya. Nani amesema inakuweka paka? Unajua kuna vitu zingine mnasemaga mnajistaki. Kwenda kuchomoka. Spikings wants to see you. Akabu unaitwa na Spikings na anataka kukuona saizi. Na mtazamaji unaona hapa barishika basi manzi amebeba ushahidi. Alikuja akaitwa na Spikings. Detective Spikings mwenyewe ndiye huyo. Huyu ndiye ambaye anakuwa amesimamia hapa barishika basi idara ya ulinzi yote hapa White House. Is there anything I should know about? Akaulizwa kuna kitu na ambao unaficha? Mwanza kamwambia kitu kama gani? Kitu yote inaweza fichwa. To be a team player. Akaabua wewe unafaa kujua kitu na ambacho inaitagwa working together as a team. Unafaa kujua kitu na ambacho kinajulikana kama working together as a team. Mwanzo inaonekana hapa barishika basi wewe ni kama unataka hapa barishika basi kuweza kufanya nini? Ni kama unataka kuuza wana secret service wenzako. Sisi wana secret service ni watu na ambao wanakuwa na usiri wa hali ya juu sana. No, we work together as a team. So I've heard. Alan Regis hasn't. Akaabua hii kesi imefungwa. Manza kadai nimesikia hiyo. Akaulizwa na bona Wesley Snipes hajamalizana na hii kesi. Manza kadai huenda basi Wesley Snipes hajamalizana na kesi. Mwanzo yeye ni mwana homicide. Na huenda basi venye na ambavyo wana homicide wanafanya kazi sio venye sisi wana secret service tunafanya kazi. Na mtazamaji unaona hapa basi virago na ambazo Manza amebeba bado amezificha. What people might think. Lakini Manza kuulizwa maswali akaanza kuuliza, "Mbona umefunga mlango?" Why is the door shut? Ate? Excuse me? Nauliza bona mlango umefungwa. Na by the way bona unaniekelea mikono? Because if anyone walked in here. Juu mtu yote akiingia hapa ataona ukinishikashika na ataanza kusema ati tu wasichana wa siku hizi wanaenda na wazee. Sitaki uniharibie jina. Na in fact mambo na ambao unaongea hapa sioni kama ni ya kikazi. So kwa heri ya kuonana mzee. Kwa heri ya kuonana. Oh, okay. Mimi ni mzee. Manzi wetu sasa mtazamaji akajua hapa ni achomoke bio. Mwanzo itakuwa ni noma tena zaidi. Lakini ripoti zilikuingilia kwamba na kwa Timazi alikuwa ameenda kwa pahali na ambapo kunaweka kwa evidence. Agent Chance examined Carltown's effects. Spiking Sakadai, go get her. There. Get her. Cooper? Do it quietly. Makosa. Ikasemekana Manzi kamatwa na hapa barishika basi akamatwa speedy. Ikasemekana Manzi akamatwe na akamatwa kitu narua. Cooper akatumwa. Cooper mtazamaji ametumwa. Cooper ni mwana secret service. Na hakutumwa kwa peke yake. Hapana, alitumwa hapa barishika basi na wana secret service wengine. Makosa. Sasa ni Manzi wetu hapa barishika basi mtazamaji aweze kuchomoka bio. Mwanzo sasa hapa akikamatwa Manzi nakwambia itakuwa ni noma tena zaidi. Itakuwa ni noma tena zaidi. Sasa ni Manzi wetu bio kuweza hapa barishika
basi kutamburuka kidogo hivi. Walimuona maskini wa Mungu manzi wetu hapa basi Nina Chansa ameonekana. Wala sasa ni kufuatwa. Manzi wetu afuatwe sasa. Naye manzi wetu hapa basi mambo mdogo na amekubebea ushahidi wa kuonyeshana kwamba na kwetimunio ni innocent. Unaona? Amekubebea basi hapa basi vitu na ambazo zitafaa aweza kuonyeshana vizuri tena zaidi ni akina nani na ambao basi waliweza kuhusika kwa kumwangamiza yule manzi. Wala sio munio. Sasa naye manzi wetu anajua sasa hapa akikamatwa. Ai manzi anaweza akakaangwa akiwa uhai. Ama achemshwa akiwa uhai. Kucheza na wana secret service. Manzi hii ni noma tena zaidi. Manzi wetu Nina Chansa. Bio. Manzi wetu Nina Chansa. Kitu speedy. Kuingia hapa basi msarani. Jaribu kufungua dirisha hepe. Wapi? Na Kupa mtazamaji bado kwa harass hizi. Kidogo hivi Kupa akamuona manzi wetu. Na manzi akaingia hapa basi kwa mena. Wanaona shida hiyo kale na kudodeko. Bwana anakuja kwa choya wanaume. Bio. Pita kwa dirisha manzi wetu kabla hapa basi Kupa kufika. Na manzi wetu hapa basi akaweza kutamburuka ndani ya rift na kisha huyo akachomoka shasha. Manzi amechomoka. Lakini wana secret service walidai it doesn't matter mutatumia nini. Huyo manzi akamatwe. Na mtazamaji utashindwa tena zaidi. Ni kwa nini wana secret service wanamtoa manzi wetu bio star kama hiyo? Inaonekana hapa kuna kitu na ambacho wanaficha. Wana secret service wanaficha. Naye Mr. President alikuja akaitwa. Aliweza kuitisha mkutano wa dharura na maminister, majenerali wa kijeshi. I can't defend my own house, so how am I going to defend America? Mwanzo watu wameanza kuulizana, kama wewe ni president na mtu anauawa ndani ya White House na umekaa tu umenyamaza, 10 years time, itakuaje? Utaokoa hapa basi mpaka wanajeshi wako na ambao kwa upande wa North Korea. Mr. President, na kwa hivyo jana walimwambia namna gani? Bring the boys back. Tuende na wana special forces. We can go in with special forces. Tunaweza tukaenda upande wa North Korea na wana special forces. Tugonge hao watu vita waishi kuhadithia. John, utasema namna gani? Akadai General amesema kitu ya maana. General amesema kitu cha maana. Wanajeshi wetu 13 wametekwa nyara basi upande wa North Korea. Na ili kuonyesha watu kwamba na kwetu we are superpower. Tunafaa kwenda huko na wana special forces. Tugonge hao watu vita. Design kwamba na kwetu wataishi kuelezea. Lakini mtazamaji, Mr. President hataki vita ianze juu ya wanajeshi 13. Jack. Hey, come on Mr. President. All over this. Lakini Mr. President alidai sitaki vita juu ya hii kitu. Hebu imagine sasa mtazamaji, ukiambia wanajeshi, mwanajeshi ati hawezi akaenda kuokoa mwenzake ati juu wewe ni president. You may be prepared to sit around here while they're torturing our boys. We're not. General alidai siwezi nikakaa hapa nikijua kwamba na kwetu wanajeshi wetu wanapatiwa mateso. Akabu hakuna pahali unaenda. Akamwambia Mr. President, naweza nikakuweka court martial juu ya kuachilia wanajeshi waendelee kuteswa. Nani? Mimi niweka court martial? General, by tomorrow now they're mine. I expect your resignation on my desk. Nataka your resignation letter on my desk. Mimi ni president. Nobody can court martial me. Hakuna mtu anaweza akanistaki. Katiba imenizuilia kustakiwa. I am the president. Kwa hivyo kuniambia tunaweza kaniweka court martial kwa sababu ati wewe nimekataa wanajeshi wakaokolewe. That is one hell of a mistake. Na yule general akaabua amefutwa kazi, na kwa hivyo kesho alete resignation letter. Haya. Naye manzi wetu mtazamaji, baada hapa basi ya kuhepa. Baada ya kuhepa alimpigia jamaa wetu Wesley Snipes, Mwashuriano. What the matter?
Akaambiwa ulikuwa unataka evidence. Ndio hiyo. From the answer machine. That's right. Well, how'd you get it? Manzi akamwambia I stole it. I stole it. Nimeiba. Yaani wana secret zame zote nyinyi mnajua ukora. Manzi akamwambia kwani kuna mtu mwenye hakuagi mokora? We, hii dunia hakuna mtu mwenye hakuagi mokora. Hata wakati unaenda kwa wenyewe, unapumua hewa ya wenyewe, we ni mwizi wa hewa. Haya, ati mwizi wa hewa. Namna gani wewe Manzi unataka kutuuzia uoga? Hata hivyo akamwambia, ushahidi huko wa kuonyesha na kwamba na testimonio sio na ambaye alimwangamiza yule Manzi. Kulingana na ushahidi na ambao jamaa wetu wako nao sasa, mtazamaji, ako fully convinced ati kwamba na kweti mtoto wa president ndiye na ambaye aliangamiza yule Manzi. We can place him at the scene of the crime and we know that he had a history of violence against women. Unaona? Kulingana na ushahidi na ambao jamaa wetu sasa, mtazamaji, ako nao, yeye ako convinced. Yani ako na uhakika ati kwamba na kwa eti yule mtoto wake president, yule kijana kwa jina Keal ndiye na ambaye alimwangamiza yule Manzi. Hivyo ndivyo na ambavyo sasa jamaa wetu anaamini. Wesley Snipes hivyo ndivyo na ambavyo anaamini. Ukolimwambia Manzi wetu tekea, itabidi ujichunge. Mwanzo hawa watu inaonekana kuna mambo na babasi wanajaribu kuficha. Na kwa hivyo kijana wetu akatumana barua. Unaona? Akatumana barua. Keal aletewe. Unaona? Keal aletewe barua. Na ile barua mtazamaji imeandikwa hapa basi na jamaa wetu Wesley Snipes. Ile barua imeandikwa na Wesley Snipes. Alimwandikia namna gani? The court may direct that the amount of the fine when you killed her. Nataka ukuje tubonge. Kai. Na nataka ukuje saa 6 kamili. Haya, kachomoka bio. Sasa kwenda kuchomoka, lecturer akamuuliza, "Kwani mwezi yako inatoka ikiwa hivi?" Sikiza. what is it, Mr. Neo? Every day? Kuulizwa every day ni kuulizwa kama mwezi yako inatoka ikiwa mingi. Yani anamuuliza kama ako na heavy day. Wala yeye. Haya, sawa. Imagine ukiuliza mwanaume kama ako na heavy day. Haya, sawa ni lecturer. Alright. Na amefahamishwa aende akiwa peke yake. Unaona? Amefahamishwa na jamaa wetu hapa basi aende wapatane kwa Meridani ya Park. Wapatane upande wa Meridani ya Park. Haya, akakuja kwa ile demu yake, welele yayo. Asante sana. Wewe, hawa mabodyguard. Mkubwa sasa unajua hii mtu imezoea kugudhana ururu. Hii mtu imezoea kutuweka hapa inagudhana ururu. Lakini leo hii jamaa hajakuja hapa kunyanyuana. Yeye anataka dinga la Manzi kisha apite hapa basi kanyuma. Unaona? Anataka kutumia dinga la huyu Manzi wake kisha apite kanyuma. Mwanzo anahitaji kwenda kubonga na jamaa wetu. Anahitaji kwenda kubonga na kijana wetu hapa basi Wesley Snipes. Imagine mtazamaji, huyu ni mtoto wa President of United States of America. Keal ni kijana wa President of United States of America. Na imagine kuna mtu na ambaye amemuita na akamwambia najua wewe ndio uliua. Kwa hivyo ukamu tubonge. Itabidi basi ukamu tubonge. Punde sipunde. Wesley Snipes. Ukaa hivyo, hii ni serikali. Maveri unajua mimi ni mtoto wa President. Unaambia nani? Mimi sitaki kujua kama wewe ni mtoto wa president. Mimi ni serikali. Babangu ndiye serikali kubwa. Unaambia nani? Uka hivyo. Ya nini? Unasema kitu gani? Nitakuweka ndani na nihakikisha umetoa kitu kidogo. Nakuja hapa kujifanya ati wewe ni mtoto wa president kitu gani? You had sex with her and then you offed her. Akaburi mnyanyua huyo Manzi na kisha timeo ukamuua. She was murdered an hour after I slept with her. Lakini jamaa akamwambia sikiza, Manzi aliuawa baada ya mimi kuingia huko risali moja lililoweza kupita. I don't know my father's sexual resume. You knew that she was leaving town. Akaulizwa na je, and a Hertz rent-a-car. na je kama hapa basi huyo Manzi walikuwa na uhusiano wote wa kimapenzi na babake. Jamaa akamwambia mimi sijui ni babangu anagudhaga nani ururu. So uweze ukaniuliza kitu kama hiyo. Akaabua sikiza. Nataka ujue kitu moja. I did not kill her. Lakini Manzi aliuawa 1 hour after nimeingia White House. Aliuawa after 1 hour ni baada ya mimi kuingia White House. Wakati tu niliingia akauawa after 1 hour.
lakini ukweli wa maneno sio mimi nilimuua. Hey, you forgot something. Chukua bunduki yako. Sasa mtazamaji, kulingana na venye na ambavyo hapa basi Kiara alibonga, Wesley Snipes akamwamini. Unaona? Kulingana na venye na ambavyo hapa basi Kiara alibonga, Wesley Snipes akamwamini. Sasa swali ni je, kama sio Kiara alimuua, ni nani aliua yule manzi? Sasa mtazamaji, hujawahi ona kitu noma kama kuchunguza watu na ambao hapa basi wanakuwa above the law. Hakuna kitu noma mtazamaji kama kuchunguza watu na ambao wanakuwa above the law. We must ask, will Connor Tom be Jack Neal's Chappaquiddick? Aya, na manzo wetu hapa basi nina chance mwenyewe ndiye huyu basi amepumzika stara kama hiyo. Na kuna kitu na ambacho manzo wetu mtazamaji nina chance aliweza kuona ile dogi na ambao Mr. President wakiwa na first lady wanatembeaga nayo. Wakienda pahali popote dunia nzima, lazima ile Mutina waandamane nayo. Na manza nakumbuka usiku wenye na ambao manze aliuawa ndani ya White House, ile Mutina ilikuwa ndani ya White House. Ikiwa na maana mtazamaji, Mr. President wakiwa na first lady walikuwa ndani ya White House. Unaona? Juu ile Mutina huaga inaenda kila pahali, yani huenda president huaga anaenda nayo kila sehemu. It is a presidential dog. Mtazamaji, venye unasikia hapa basi kuna kuaga na presidential parade. Sasa it is a presidential dog. Ni Mutina na ambayo inakuaga imesainiwa mpaka bodyguard. Daktari wake anakuaga nayo bumper to bumper. Daktari wa ile Mutina mtazamaji anakuaga hapa basi nayo bumper to bumper. Na utaona vizuri sana mtazamaji, kuna watu na ambao basi wanamfuata manzi wetu Nina Chance. Kuna watu na ambao wanamfuata manzi wetu Nina Chance. Mwanzo wakati Nina Chance alikuja kumgoja hapa basi Wesley Snipes kumfahamisha kwamba na kwa Mr. President walikuwa White House wakati wa mauaji, kuna watu na ambao walianza kumchunguza. Unaona? Kuna watu na ambao wanatumia hapa basi mtazamaji masiraha na ambazo ni highly complicated, masiraha na ambazo hapa basi ni very 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 sophisticated kurekodi sauti ya jamaa wetu. Who's where? President and the First Lady. They weren't at Camp David when Carla was murdered. They were in the White House. Yeah, walikuwa ndani ya White House. Umejuaje? I almost shot their golden retriever. Kuna dogina ambao That dog. wanatembeaga nayo na hawajawahi uacha. Waende wapi? Wafanye nini? Wanaendaga na ile dogi. Na siku ya nyewe hiyo walikuwa na hiyo dogi. Took them to Camp David after the body was discovered. Yeah. Spikings. He could have smuggled them out. How? The tunnels underneath the White House. Well, hey, look, I built this city, remember? I just can't believe this. Covered it up, they got them out? Why? Because they never... Na mtazamaji, wakati na ambapo jamaa wote waliweza kuitisha list, hakukuwa na jina la president wala jina lake first lady. Sasa swali ni je, ni kwa nini kuna mambo na ambao hapa basi inakaa imeficha fichwa? Na watu na ambao wanamchunguza manzi wetu hawamuoni Wesley Snipes, lakini wanaona maze kuna mtu na ambaye wanabonga na yeye. He swings a baseball bat in a golf. Jamaa wetu akacheki akaona hapana. Alikuja akamwambia manzi wetu Nina Chance, kuna kitu moja na ambao nimejua. Mtoto wake president hakuua yule manzi. Sio yeye mwenye alimwangamiza manzi. Nyuma? Sio yeye alimwangamiza yule manzi. Hapana. Sasa nao jamaa wetu kuna kitu kingine na ambao wamejua sasa. Ati president wakiwa na first lady walikuwa White House wakati na ambapo manzi aliuawa. Haya. Wakaamua kuja kupumzika. Lakini punde si punde. Walala yaye. Kikosi kizima mtazamaji cha wana secret service kiko na wao bumper to bumper. Makosa. Kikosi kizima sasa hapa basi wana secret service wakiongozwa basi na Kupa. Wakiongozwa na Kupa. Wako hapa basi bumper to bumper. Wako bumper to bumper na kijana wetu Wesley Snipes na manzi wetu hapa basi Nina Chance. Unaona? Wako hapa basi bumper to bumper na kina jamaa wetu Wesley Snipes. Chopa. Wala
la wamekuingilia sasa mtazamaji mpaka na chopa. Chopa liko upande wa juu. Wesley Snipes na manzo wetu sasa hapa basi mtazamaji nikakoronde hivya. Hapa nikamguu niponye. Mwanzo kumeharibika. Hapa kumeharibika ndugu brother mpenzi mtazamaji mwanzo kikosi wana secret service. Kikosi cha wana secret service kinawafuata mpaka na chopa. Akina kopa wako hapa basi mzima. Wala kidogo. Dinga na wana secret service likabingirika design kama hiyo. Jamaa wetu Wesley Snipes faster chukua maposition. Na huyu manzo wetu mtazamaji anakuaga hapa basi sharp shooter, anakuaga mdeadly sana upande wa ulengaji wa shabaha, na kwa hivyo akaambiwa piga pipa la petroli pinga likalipuka, dinga kulipuka, chopa likazubaa ikabidi kwanza chopa liweze kuchukua maposition, kwenda kuchukua maposition, naye mazi akapiga taa. Akapiga hapa basi ile hatari sasi akaweza kuikomesha stara kama hiyo. Sasa watapata nafasi nzuri basi ya kuweza kuepa. Wololo yaye akina kupa hawakuamini kwamba na kwetu Wesley Snipes wakiwa na manzi wameweza kutoweka. Sasa jamaa wetu walichokea kaona venye sasa mambo imepolea hapa, hata maisha yangu iko taabani. Kulingana na venye ambavyo mambo ilivyo hapa, hata maisha yangu iko taabani. Na ameitwa na mdozi wake. Reassign you, but it'd make even more news. Mdozi anamuuliza, wewe una shida hapa ukisema sijui unachuguza na unaona venye sasa unafuata unataka kuuawa. Akaambiwa sikiza, White House wamepiga simu. Wanataka kubonga na Wesley Snipes. Jamaa wetu Wesley Snipes aliitwa. Mtazamaji nataka ushike vizuri sana tena zaidi. Nataka ushike vizuri sana tena zaidi. Wesley Snipes akapigiwa simu na huyu John. To become an official suspect. Huyu John aliweza kumuita. Look, it's my duty. Jamaa wetu wakati president walikuwa kwa White House. Akaambiwa you cannot question the president. That is against the Constitution of United States of America. Ukijaribu kwenda kuhoji president kumuuliza maswali kama hizo, unafaa kuzikwa ukiwa uhai. Mwanzo wewe hoja yako basi ni kuweza kupata ukweli wa maneno. Let me tell you something. Johnny alimwambia sikiza. I've known Jack Neal for 3 decades. I'm godfather to his son. Namjua vizuri sana president. Crazy is a stooge. He got nothing to do with the death. Nobody can pinpoint the actual time of death, and he can't prove his whereabouts for an hour. There are 27 cameras covering the hallways of the working White House. Akaabua kuna zaidi ya kamera 25 zilikuwa zinakava kila kitu. Ajabu ni kuwa hizo tape zilitoweka. Akaulizwa nani anaweza kuwa ametoweka na tape. Akafahamishwa maybe you start with the Spy Kings. I think Washington is drowning in a sea of its own bullshit. Those 13 men aren't risking their lives over bullshit, pal. Well, this is not about those 13 men. It's about a dead woman in the White House. Na jamaa wote akamwambia John, wachani kuingiza mambo ya wale wanajeshi 13 na ambao wametekwa nyara upande wa North Korea. Hii mimi nafanya uchunguzi ya kifo cha mwanamke na ambaye aliuawa ndani ya White House. So tusianze ati tuende hivi mwanzo kunifanyia kazi, kuniambia venye nitafanya kazi. Akaabua okay. Then if you want to know the truth, do your best. Do my best. Haya. Na jamaa wetu aliweza kutumiwa hapa basi aliweza kupatiwa nini? Aliweza kutumiwa hapa basi barua kama hii. Alitumiwa hii barua. Na hii barua mtazamaji imetumwa na John. Hii barua imetumwa na John. Na wakati na ambapo hapa basi jamaa wetu aliweza kupokea ile barua, akaona picha za yule manzi na zile masana ambazo aliweza kuingia White House. Saa 4 na dakika 40 na kitu. I'm gonna bottle the last breath.
kunako sasa mtazamaji Spy Kings aliweza kupata zile picha zimechapishwa kwa magazeti. Magai mwenye alipatiana hizo picha. Mjue nitamkula kama kitoweo. Mtu anachukua hizo picha alafu anaenda kupatiana kwa waandishi magazeti. Sisi ni wana secret service. Tunafaa kuficha hii kila kitu. Tunafaa kuficha kila kitu. Lakini jamaa wetu anaona hapana. Hapa kuna kitu na ambacho kinafichwa na wana secret service. Wana secret service kuna kitu na ambacho wanaficha. Na hicho kitu na ambacho wanaficha ndicho mimi sasa nataka kujua ni kwa nini wanaficha na kwa nini ni nani amewatuma wafiche. Mwanzo inaonekana hapa kuna kizungu mkuti. Sears calling for Carla Town, confirming Monday between 8 and 12 to install the trash compactor you bought yesterday. Why the hell would you have a trash compactor installed 2 days after you're gone? Maybe she forgot? She just bought it the day before. Shit! Monday, 4th, yeah. Na ndipo jamaa wetu mtazamaji alikuja na kisha timu hapa bila shaka akapata kamkoda. Yamaze akipiga simu kudai kwamba na kweti takataka ikuje iokotwe kwake. Unaona? Takataka ikuje kuokotwa kwake. Na jamaa wetu akashindwa itakuwaje naita watu wa takataka na alikuwa anasafiri. Ndipo alikuja akatazama akaona. Hapa kuna kitu na ambacho wanafichwa. Sasa walikuja wakaleta hapa bila shaka kwa mtaalamu wa handwriting. Wataalamu watu na ambao wanachunguzaga handwriting za watu. Akaambia unaona hii kitu venye imepatiwa hii signature ambayo imefanywa hapa. Ni tofauti sana na ya huyo manze. Hii sasa ni ticket na ambayo inaaminika manze alinunua kwenda sehemu zingine tofauti. Unaona? Akaambia this doesn't match. It is a forgery. Hii signature na ambayo uko nayo hapa it is a forgery. Hii si kitu ya ukweli. Hakuna pahali alikuwa anaenda. Na mtazamaji utaona vizuri tena zaidi mwanzo huyu Detective Spy Kings. Detective Spy Kings kuna tape na ambazo anaondoa design kama hiyo. Mwanzo kuna ukweli mtazamaji fulani na ambao hapa basi unafichwa. Kunao ukweli fulani na ambao hawa watu wanataka kuficha. Huyu ndiye manze mwenye na ambaye aliweza kuuawa. Na hapa wanaonekana vizuri sana wakikuja kupatana na huyu basi Detective Spy Kings. Unaona? Wanaonekana wakikuja kupatana vizuri tena zaidi. Akapose huyu Detective Spy Kings na akatoa ile tape akaiweka ndani ya briefcase. Na kisha timu basi akatoweka nayo. Detective Spy Kings mtazamaji kuna tape na ambao ametoa na inaonyesha na yeye wakipatana na yule manze mwenye na basi aliweza kuiaga dunia usiku wenyewe huo usiku na ambao manze aliuawa. Unaona? Usiku na ambao manze aliweza kuuawa. I want to talk to Detective Regis, DC Homicide. He's going to want to question Nick Spy Kings. Get me Spy Kings' address in Alexandria. Jamaa wetu akaitwa. Kijana wetu aliweza kuitwa na akafahamishwa aende akamfanyia hapa basi akamchunguza huyu Spy Kings. Mwanzo inaonekana Spy Kings kuna ukweli na ambao anaficha. Inaonekana mtazamaji ukweli hapa but kuna ukweli na ambao Spy Kings anaficha. Na kwa hivyo fasta akaamua kwenda kumtafuta hapa basi Detective Spy Kings wa kikosi cha wana secret service. Na mwenye na ambaye amempatia jamaa wetu ile crew ni John. John anakuwaga advisor wa President of United States of America and he is a retired general. Unaona? Yule John anakuwaga hapa basi retired general but for now anafanya kazi akiwa kama advisor wa President of United States of America. Haya akamtuma jamaa wetu hapa basi Wesley Snipes wakuja wamchunguze huyu Detective Spy Kings. Mwanzo wanaona kuna kitu huenda na babasi nafichwa hapa na huyu Detective Spy Kings. Manze akabaki upande wa nje, yeye anasikiza hapa basi kwa mitambo design kama hiyo. Anasikiza kila kitu na jamaa wetu wanabonga basi wakiwa na huyu Detective Spy Kings. Walele yaye kamudheke nyewe diko haka. Toa buduki. Na jamaa wetu wanatoa yake. Hapana sitoi nitoa fujo, natoa niwekelee hapa tubonge. Na jamaa wetu anakaa kwa jicho.
Unajua unaweza kuwa umeniita hapa ukuje unimalize. Kabua, sikiza. Wesley Snipes. Dumpster in the pouring rain. Hii dunia kila mtu anafanyaga kenye nambako basi atafanya ili atengeneze pesa. You do what you gotta do to make some mura. You gotta do what you gotta do to make some mura. Yani unafanya kila kitu na babasi unaweza ili kuweza kutengeneza do. Na kuna kitu moja na ambao nataka ujue vizuri sana. Mimi sio kubafu, najua unanirekoda. Zima hizo mitambo za kurekodi sauti. Haya, umejua aje Kabua ya Secret Service. Nyinyi wana homicide, ujuzi na ambao mko nao ni kwota ya ujuzi wenye sisi tuko nao. Haya, sasa manze hakuna kitu na ambao anasikiza. Unaona? Manze hakuna kitu na ambao anasikia. Mwanzo jamaa wetu amedisco. Wewe, na jamaa wetu wako jicho. Kabua sio buduki nachukua, nataka ni kuonyesha ukweli wa maneno. Juu nimeona sasa itaenda hivi mambo ianze kunigeuka. Kuna pahali imefika nikaona sasa mimi mambo itaanza kunigeukia. Na ikuwa mimi ndiye namba niko taabani. Akaweka tape. Kisha akamwambia wacha nikuonyeshe. Lakini right on time kukachomoka wauaji, maskini wa Mungu Spikings akapepetwa marisasi. Cheki. Makosa. Spikings maskini wa Mungu akapepetwa hapa baada kama marisasi kama hiyo. Huku sasa nako jamaa wetu hapa baada kama Wesley Snipes. Atetea maisha yake shasha. Makosa. Kumekuingilia kikosi kidedri tena zaidi. Kumetumwa kikosi kidedri tena zaidi, ndugu brother mpenzi mtazamaji, kuja kumwangamiza hapa bila basi Detective Spikings. Detective Spikings awawe shasha. Wesley Snipes na yeye. Aha. Manzi wetu mambo mdogo. Manzi wetu wako upande wa nje na huko upande wa ndani nako jamaa wetu basi amehandwa kuhandwa. Wewe. Choroke dhuraku. Wachana na buduki. Kwenye makagari. Choroke dhuraku we. Ni mimi unakoga ya makagari. Wewe lazima nitakuvunja shingo. Alimkamata. Jamaa kujaribu kufikia buduki. Cheki venye alifanyiwa. Kama toa kichwa na kisha akavunjwa kichwa kumalizwa. Aba anacheza basi na huyu jamaa wetu Wesley Snipes. Chukua buduki. Hajui ni gani yake lakini itabidi sasa achukue tu yenye namba basi kwa renyo hizi. Kwenda kufiatua risasi kumbe buduki ina marisasi. Noko. Na ameonekana. Chunga sana Wesley Snipes. Kwanza gaidi mwenye namba ya kwa renyo hizi ni wazimu na nini. Manzi wetu akamwona. Pia manza uchunge. Wewe, wako na masiraha zingine dedri mtazamaji hawa magaidi. Aisha. Aha. Wewe. Shit. Gaidi dia huyo na hepa. Wewe, pita na dirisha na kisha timia basi katamburuka. Hey, cover me. Lazima nichukue hii tape. Mwanzo I gotta know what is inside this tape. Lazima nijue ni nini hii ya maana hivi na ambayo imesababisha huyu mdhee kuuawa. Na mtazamaji mtutuna ambaye alikuwa anajua kwamba na kwa jamaa wetu atakuja kupatana na huyu Spikings ni John, yule president advisor. Yeye tu ndiye ambaye alikuwa anajua hiyo jambo. All talks for a grain deal cease until they stand down. If China wants grain, I want our boys back. You have 5 minutes, Al. Wakati huo president alikuja akakutwa. Kabua, you know what, Mr. President? Still Jack, Alvin. Nick Spikings is dead. Spikings amekufa. What? Nani amemuua? Had evidence that Kyle killed Carlatown. Na ushahidi wa kutosha umepatikana kwamba na kwetu mtoto wako ndiye na ambaye alimwangamiza yule manzi. Kuna ushahidi wa kutosha na ushahidi unaonyesha na kwamba na kwetu kijana wako ndiye na ambaye aliangamiza huyo manzi. And the surveillance tape putting Kyle and the woman together just minutes before the murder. Yeah. Tuko na tape na ambayo inaonyeshana vizuri sana venye na ambavyo Kyle walipatana na huyo mwanamke. Kuna tape mpaka na ambayo inaonyeshana Kyle akimnyanyua huyo mwanamke kabla amuue. Nick Spikings. He wouldn't do that to me. Everybody has a price. Akabua ta Spikings.
amenunuliwa. In your life you've been naive about, is it, Jack? Akaambiwa sasa, wewe ni president wa America, the most powerful man in the world. You're safe now. Lakini sasa shida ni kuwa wewe ni muoga. Shida moja ni kuwa wewe ni muoga. Yaani unaambia president ati ni muoga. Unajua unaweza ukafichwa. Akaambiwa sio mambo ya kufichwa. Sasa Mr. President, to your surprise, usidhani ati nimekuja hapa ati ati tufanye mambo ya ati kuogea. Utajua chenye na ambacho kimenileta aro zenyewe hizi. Utajua ni nini kimenileta aro zenyewe hizi. Wakati huo na wakina jamaa wetu Wesley Snipes waliamua kuja kukagua zile tape. Ni nini na ambayo iko ndani ya hizi tape? Wanataka kuona ni nini ambayo basi mtazamaji iko ndani ya hii tape. Na ndipo unaweza kuona hapa basi dia huyu John. That's 9:18. John aliingia saa 3 na dakika 18. Akaweka ile tape nyingine. On that model this week, folks. Forehead, 20 minutes. Na hii ni duka mtazamaji, hii ni duka ya wenyewe. Only a couple left though. Just so you know. Wakaweka ile tape nyingine. Wakaona hapa mtazamaji kuna mtu na ambaye waliingia na John. Kuna mwanajeshi na ambaye waliduda na John. You can even throw in a universal remote with that, you know, that'll change it. Back off! This is the government. Hey, government na duka yangu inaigilia na wapi? Kabwe hii ni serikali yote. Kabwe bwana. Kuna mtu. Ndipo jamaa wetu alitazama akaona huyu mtu. Ndiye na ambaye amemwangamiza Spy Kings. That's the guy that was at Spy Kings. Yeah, huyu ndiye mtu na ambaye amempiga hapa basi Spy Kings marisasi. John walked away. Na kwa hivyo John set up the whole thing. ndiye na ambaye ametengeneza hii story yote. Ukweli wa maneno mtazamaji ni kuwa John, president advisor, ni msaliti. Juu ya hivyo jamaa wetu wakawekewa wanted. Gai na kwa dhukoro limwete TV ni wa mudhe. Kumeharibika mara moja manze tumewekwa kwa TV. Sasa sikiza mtazamaji. President alikuja akaabua, sikiza. Mtoto wako ameua, so now we want your resignation. What do you want? Your resignation. Your resignation. You are the president of United States of America, but we want you to resign. You know, I don't know why you look surprised, Jack. Akaabua, you have failed. It wasn't half right when he called it criminal. Because we didn't go in with guns blazing, you think that would have saved our boys? Failed, Mr. President. You have failed, Mr. President. You have failed your office. Sisi wanajeshi tunakuwaga na slogan moja. Never leave a man in the field of war. Country in the military, you had no idea of the time-honored code of never leaving a man on the field of battle. Yeah. Mtazamaji nakwambia huyu John is a former general. Na kwa hivyo nimwambia Mr. President, wanajeshi wetu wametekwa nyara upande wa North Korea. Badala utume special forces, hawa watu wagogwe kama drama za wakulini wakati wa kesha. Wewe unakuja tu hapa kuzuba. Wewe umekuja tu kuzuba. So now it is time to resign. Na tulitafuta sababu mzuri yenye na ambayo inaweza ikafanya uresign. Tukaona ni kuseti mtoto wako. Mtazamaji, ukweli wa maneno ni kuwa mpaka Munio mwenye na ambaye alikamatwa, hawa watu wote ni innocent. Huyu John, advisor wa president, ndiye na ambaye amechora huu mchoro wote. Ili isemekane kwamba kwetu mtoto wa president alihusika kwa kuua mwanamke ndani ya White House, na kwa hivyo president ameshindwa na kazi yake, na kwa hivyo lazima resign. Na hata mtu alikuja akamwambia manze, nao you have to go inside White House. Lazima tuingie White House. Ripoti ndizo hizo. Sources say the president will resign. Yeah, president anataka kuresign, na kaabua basi ni kulazimishwa na lazimishwa. Ukweli wa maneno lazima ujulikane. Na ukweli wa maneno ili kujulikana lazima tuingie White House. Akaulizwa how? Oh, sisi ni wana homicide, tutakai kujua tunaingiaga pahali na ambapo hakuingiagwi. Kaabua tujui pahali tana ziko. Kaabua yes I don't.
but you know. You're out of your mind. Wewe mogoroki. Ndivyo watu wengi wanasemaga ati mimi navutaka bangi, lakini sio bangi, ni mambo venye inakuaga. Sisi tunafanyaga ile kazi na ambao watu wanaonaga haiwezi kufanyika. Sisi ni watu na ambao tunafanyaga kazi na ambao watu wanaogopa kazi zaidi. Hebu imagine sasa mtazamaji, wanataka kuingia ndani ya White House. Waende wakamuokoa Mr. President. Mwanzo Mr. President ni kulazimishwa, analazimishwa kuresign. Ni kulazimishwa, analazimishwa kuresign. Wakampigia Stinger. Hey, come on Stinger. Wakampatia Stinger report yote, wakampatia ile story yote mtazamaji venye namba vilivyo. Na akaambiwa pali watapatana. Akuja speedy. Mwanzo wanahitaji kumwokoa president. Na mtazamaji, unaona White House kumewekwa ulinzi videdri tena zaidi. Hapa ni pahali kumewekwa ulinzi hapa bado basi na wanapolisi na wanajeshi wa kila aina. Welelo yaye. Ala. Wakaambiwa hapa kuna masansi. Hapa kuna masansi ama mabista. Maza kamwambia basi zile tunnel ndizo tutatumia kuweza kuingia hapa basi chini kwa chini, kisha hatimaye tutaenda kutokea hapa basi ndani ya White House. Atiriri, mimi nishaiona watu wamevuta bangi, lakini hawa watu wawili ile bangi wamevuta. Yaani mna plan kuingia ndani ya White House through tunnel. Maza kamwambia ndio, hapa kuna kuaga na njia, so tutaenda vizuri, wewe uingie tono dhire wika. Juu mimi kwanza kitu ya kuniambia ati niende ati nikaingie ndani. Abandi sasa unasikia venye nakwambia? Mimi leo inasikia nikikamata Mogora, agi ile vita naweza nikamtandika. Mimi nikikamata Mogora saa hizi ile vita naweza nikamtandika, hawezi jua. Haya. Stinger akaamua kwenda kuzubaisha wale polisi. Hai, abani wacha nikwambie, mtu akinichokoza kama saa hizi. Habari ya afande. Ndio, unataka namna gani? Na mbona unavitamita hapa kama wewe ni mtu ya maana? Kawaambia ndio, mimi ni ile mtu tunatembeaga na Mr. President. Na nikuzubaishwa na zubaishwa. Faster. Wesley Snipes wakiwa hapa basi na Nina Chensa. Wakiwa na Nina Chensa. Sasa nasikia wasi, mimi ndio yule sasa mtu wanakulaga tu smoky na president. Hai. Yaani unakula smoky na president? Ndio anakuja kunitembelea. So na mimi nakaa nikitembea hapa. Okay, wewe tembea tu. Sisi tuko hapa tu tunapiga ndoria. Tukipigaga ndori. Tunapiga ndoria. Haya sawa. Wakazubaishwa, hawana habari kwamba na kutoa mezubaishwa mbaya mbovu. Oe, jiseti upande wa dari. Sasa mtazamaji, wanataka kupita ndani ya tunnel. Waingia White House. Wewe, Singa basi anachomoka star kama hiyo Stinger. Anachomoka design kama hiyo faster kuweza kupita sasa hapa basi ndani ya ile tunnel. Wapite ndani ya ile tunnel shasha. Welelo yaye. Huku zikiwa ni nyakati za usiku. Zikiwa ni zile nyakati za usiku shasha. Washalala. Mambo mdogo. Welelo yaye. Maza akawaambia sasa hapa ndipo kuna kuwaga na njia. Leo mtazamaji, mwanzo ni mwana Secret Service na ameishi kufanya kazi hapa ndani ya White House. Kwa hivyo anajua ruti zote basi za kuweza kupita ardhi zenye wizi. Now what? Vavarai, mnaweza enda mnipate hapa. Akaambia hakuna mambo ya kusema ati twende tukupate hapa. Twende sisi wote. Kai, mimi nilikuwa tunaona vizuri muende. Na mtazamaji wamefuatwa. Wamefuatwa na yule muuaji. Wamefuatwa na yule muuaji. Mwenye na ambaye aliweza kumwangamiza Manze, akamwangamiza Spikings. Kisha wakati huo President Dillon will sign off on the raid into North Korea. Huyu naye sasa hapa basi John wako na plani ati kwamba na kwati hapa basi documenta President Tutu akisaini kwamba na kwati ameresign. Wanajeshi wa Kiamerika wanatumwa upande wa North Korea. Wanatumwa upande wa North Korea waende wakaokoe wale wanajeshi wa Kiamerika. Kumbe mtazamaji, hawa John wanataka kuprufia North Korea kwamba na kwetu wao they are superpower. Wanataka kuprufia North Korea kwamba na kwetu wao ndio superpower. Kwa hivyo waache kutishia. Sasa makosa ni kuwa president mwenye yako yeye hataki kutumia vita.
Unaona? Hataki kutumia vita kuweza kuleta amani. Lakini hawa ni wanajeshi. They do believe if you want peace, prepare for war. Ukitaka amani, itabidi basi uweze kujitayarisha kuingia kwa vita mwanzo. That's the only way you can get a peace of mind. Ala! Speedy. Huku nako sasa Wesley Snipes mambo mdogo basi kuweza kuingia hapa basi upande wa ndani. Na mjichunge tena zaidi. Mwanzo unasikia hapa mtazamaji, huku sio TRM, huku sio Two Rivers, hapana. Huku sio hii supermarket mnaitaka ya jamaa, hapana. Hapa sio kwa Rasta, hapana. Huku ni White House. Na kwa hivyo itabidi jamaa wetu mjichunge. Jamaa wetu akasikia akasema hapana, hiyo sio panya. Unasikia hiyo? Stinger anasema hiyo ni panya. Panya gani? Punde si punde. Yule masanari akakuingoria tena. Yule masanari mtazamaji alikuingilia hapa basi wakati huo. Manze kafahamishwa wewe. Jifiche mwanzo huyu mtu atakuangamiza. Chukua cover. Mwanzo huyu mtu atakupiga marisasi manze itabidi hapa basi uweze kuchukua cover. Aisha. Guy, yani amenipiga risasi mkono na anajua mimi sinaga ubaya na mtu. Stinger anashindwa sasa ameulizwa nini? Mimi nimeulizwa nini Vavarai? Jamaa wetu hapa basi Wesley Snipes mambo mdogo basi wakiwa hapa basi na manzi wetu Nina Chanza. Punde si punde. Jamaa wetu alikamatwa na yule mamuruki alimpata jamaa wetu Wesley Snipes ni kitanzi. Lakini sasa makosa ni kuwa huyu mamuruki is a special forces commando. He is a special forces commando. Manzi akacheki akaona hapana, Wesley Snipes atauawa. Na kwa hivyo manzi wetu akachukua position. Akajua wewe na kupiga risasi katikati ya kichwa utaishi kwa hadithi ya mashaitani. Patwa risasi katikati ya kichwa. Hiyo story nitaenda kuambia mashetani nikifika hell. Alipigwa risasi katikati ya kichwa kumalizwa. In less than an hour, Jack Neal will step down after a little more than 2 years in office. Na unaona sasa mtazamaji hapa basi ripoti hizo kwamba na kwa the President of United States of America is going to resign. Anawacha kazi. Watu wameshawacha kazi. Unasikia mtu anafanyaga kazi ya kulipisha choo ya Kajo, amewachana na hiyo kazi juu ya kunukiwa. Unasikia mtu mwenye anafanyaga kazi hapa basi ya kuuza avocado amesema ni yeye muda kwa diamano ya guirege. Sasa ebu imagine president. Na sio president wa Kabori. Sio president hapa basi wa Kajuere, hapana. Ni President of United States of America. The most powerful human being in the world. Unasemaga unakosea. Sasa ndio huyu sasa mtazamaji ni wakati analetwa. Na jamaa wetu sasa kufika Harris Nyewezi. Maze akamwambia hapa kuna kuaga hapa basi na ultra sensors. Hizi sensor zikiona hapa basi kitu tu kimepita hapa hata kama ni panya, alarm inaitana. Alarm itaitana na tutajulikana tuko Harris Nyewezi. Alarm ikiitana tutajulikana kwamba na kwetu tuko Harris Nyewezi. Jamaa wetu akamuuliza sasa tutafanya nini? Akaambiwa sikiza. Hapa itabidi tuchoze. Itabidi basi tuweze kucheza kama sisi. Na kwa hivyo wewe enda uguze. Alarm ikiitana kutatumwa wana secret service. Wana secret service wakitumwa, wewe utawazubaisha, mimi nitapata nafasi ya kuingia upande wa ndani.
We wacha huyu aone ati kuna mtu na ambaye anapita. Okay, serikali yote nataka umlete usaidizi hapa, muite wanajeshi, muite GVOS, muite serikali yote, hata zile mitina za serikali muite haraka haraka. Kuna mtu na ambaye anakuja kuleta kenyolilo ndani ya White House. Sasa mtazamaji, teki wana secret service. Wana secret service wakisikia ati kuna mtu amekuja hapa, gai, kaimorosho atoe gai. Kwani huyo mtu hajui Mungu ama namna gani? Unawezaje kuja White House uingie bila kualikwa? He. Hata kama ni bangi umevuta, itabidi kwanza ungetumia yani kama ziwa kidogo. Manze akaonekana. Ai, manze sasa ni kuhepa, kuwazubaisha. Sasa hawa kufuata, naye Wesley Snipes akafika na akaingia upande wa ndani. Mwanzo ule mlango huwaga unajifunga automatically. Na kwa hivyo sasa Wesley Snipes aka upande wa ndani. Akaona hapa hatapatikana, pita upande wa juu. Akaamua kupita sasa upande wa juu. Mwanzo sasa amecheki, akaona hapa ataweza kupatikana jamaa wetu Wesley Snipes. Wesley Snipes apita sasa upande wa juu kumekisha kwa maana ameweza kumwokoa President of United States of America. Mwanzo watu na basi wanafanya kazi na yeye hawamtakii mazuri hata kidogo. Wesley Snipes. Naye mazote kufika hapa akasarenda. Hebu kaa chini. Hebu gunia kitoko. Hebu gocha kitoko. Unakuja hapa unakuja kuleta ujinga hapa, unataka tufutwe kazi. Na jamaa wetu Wesley Snipes hawana habari kwamba na kwa Timanze hakuwaga peke yake, wako pamoja na Wesley Snipes, na Wesley Snipes ameshapata nafasi ya kupenya upande wa ndani. Basha alielezewa vizuri tena zaidi basi na manzi wetu Nina Chansa pahali na ambapo atapita hadi aweze kupita upande wa juu. Na kwa hivyo alikuja akapita sehemu na ambazo watu wa mkono wanafanyia kazi. Unaona? Pahali watu wana mkono wanafanyia kazi. Wewe Pastor akachukua overall na kisha timu basi akavalia. Naye president mtazamaji ndiye huyu. Ameamua kwenda sasa kusaini ile resignation letter. Unaona? Ni wakati sasa anakuja kuresign Mr. President. Mwanzo amefahamishwa ameshindwa na kazi. Lakini Mr. President hajui kwamba na kwa mtazamaji mtoto wake ni alisetiwa. Unaona? Mtoto wake ni alisetiwa ili wapate nafasi basi ya kumsingizia president kwamba na kwa ameshindwa na kazi, na kwa hivyo itabidi aweze kuresign. Wesley Snipes ako ndani ya rift, lakini punde si punde Kupa akakuingilia kwa ile rift. Jamaa wetu akacheki akaona sasa hapa kitaumana. Kupa viatu zake jamaa wetu ziko na matope juu ya kwenye walikuwa wanapita. Kupa akashidua White House, matope imetoka wapi? Hizo ni viatu ziko na matope. Kwenda kumwangalia jamaa wewe chunga huyo mtu. Wakati walimuona jamaa wetu ikabidi sasa akabidhiana hapa bila kabisa na wao vilivyo. Ikabidi jamaa wetu akabidhiana na wao vilivyo. Ikabidi akabidhiana na wao vilivyo Wesley Snipes. Wesley Snipes ikabidi akabidhiana na akina Kupa vilivyo. Mnaona nani? Mnakuja kuniona, mnajuaje wewe? Makosa sana kuniona. What agent captured? Punde si punde ripoti zikamfikia John. Ati manzi wetu amekamatwa. Nina Chance amekamatwa. Na jamaa wote anajifanya tu mtu wa kuosha. Anajifanya ati ni mtu sasa ati wa kuosha. Okay, unaenda kuosha wapi? Nani amekwambia hapa ni mahali ya kuosha oshwa? Jamaa wetu akacheki. Wewe! Shikani huyo mtu ni hatari. Oh shit. Jamaa wetu akaonekana. Naye Mr. President akawa ni wakati anapitishwa. Wewe, mabodyguard wake president kuweza kumwekea cover faster. Spiking. Wakaabua huyu ndiye aliua Spikings. Your son is innocent. Lakini jamaa wetu alikuja akamwambia Mr. President, your son is innocent. Seal the corner. I am still the president. Seal the corner. President
kuwafahamisha I'm still the president. Na jamaa wote akamwambia John, you are under arrest. Under arrest for conspiracy in the murder of Carla Towns and Nicholas Spikings. Yeah, tunakuweka ndani kwa sababu ya kumwangamiza Nicholas Spikings na yule manzi. Wewe ndiye na ambaye uliwaua na kisha timeo ukasingizia mtoto wa president na sasa unataka president alizaine. Ati kitu gani kinakuendelea hapa? Huyo mjinga mnasema ati ananiwekelea ni mgani? Sababu hakuna, tuko na evidence. Jamaa wetu akamwambia Mr. President, put a bullet through Nicholas Spikings. Stand him up. Huyu mtu ndiye ambaye aliweza kumwangamiza detective Spikings. Mr. President, Buleta hiyo, leta hiyo tepu tunasikia. Unajua watu wengine ni mafia kuku. Yaani mtu anataka kuniua mimi. Weka hiyo mtu ndani. arrest him. Sijasema huyo, hapana, kubafu. Hile ndio nataka iwekwe ndani. Weka yeye ndani. Ikasemekana John akamatwa speedy. How could you? My God, Alvin. You really had her killed, didn't you? I think President Teddy Roosevelt said it best. If I must choose between righteousness and peace, I choose righteousness. Ati ng'ombe inasema inataka vita. Vita inapiganwa na wajinga. Kabua, you failed. Unaambia nani kubafu? Mr. President, unajua naweza nikakuweka ndani kwa makosa ya kugoga mtu. Ate nini na wewe kubafu? Unatoka ni kugoge hata wewe uishe. Hebu kuja hapa. Kwanza lazima utalipa Mr. President juu ya kukugonga. Huyu alijichocha. Kwenda kumpiga president risasi, maze akaruka. Pato na ile risasi na yeye. Risasi kumalizwa. Unataka kuua president. Hata na wewe ni kimoda. Alinyeshewa marisasi kumalizwa. Huku nako manzi wetu akaruka kwa hapa basi maisha yake Mr. President. Unaona? Akaruka kuweza kwa maisha yake Mr. President. Na kisha ikatangazwa kwamba na kote hakuna wakati na ambapo president atawacha kazi. Here's what we know so far. The murderer of Carla Town is dead. He was killed today as he fired upon authorities attempting to arrest him. Yeah, na kumeweza kujulikana ni akina nani na ambao waliweza kuua mwanamke ndani ya White House. National Security Advisor Alvin Jordan and Senior Secret Service Agent Nicholas Spikings. Yeah, Spikings wakiwa na Alvin John wamekufa. Wao inaaminika ni watu na ambao walihusika. She penetrated the White House with the objective of killing Miss Town. Na kwa nini tumesikia kuna mtu ameingia ndani ya White House? Wakaabua hakuna mtu ameshawahi ingia ndani ya White House tangu wakati na ambapo iliweza kujengwa. Kwa hivyo hiyo mambo na ambao mnaandika huko kwa magazeti, hiyo ni mambo bure kabisa. Na kisha sasa mtazamaji, serikali ikaanza kufanya kazi mara moja. Huku nako president alikuja kumshukuru manzi wetu. Wewe msichana nitakubali kabisa uitishe kila kitu yenye unataka. Kwa sababu wale wengine ni kubafu. Mimi mwenyewe ningepigwa risasi, lakini msichana akaruka akaokoa maisha yangu. Unaona huyo ni mtu ya maana. Na sasa nikuulize aje Mr. President. Juu umeambia tu manzi yeye ndiye ataitisha kila kitu yenye nataka. Ndio. Mimi kuna ofisi na ambao ningetaka unipatie. Hiyo ofisi unataka utapata. Wesley Snipes wakaokoa maisha ya President of United States of America. President akawaahidi basi kuweza kuwapatia zawadi. Manzi naye akabaki basi akiweza kuponya hapa basi jeraha ikiwa na maana. Mada at 1600. Dakika ni za mwisho. Picture to murder at 1600. Mwisho.